ambayo yalitukia, ama vile vipengele 7 Yesu alivyobainisha baada ama kabla akuje asulubishwe na kabla aje akate roho. Jambo la kwanza nimesema, Father forgive them for they know not what they are doing. Luke chapter number 23 verses number 34. Inaomba jamani nisomewe. Luke chapter number 23 verses number 34. Yes. Yes. Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawana mavazi yake, wakapiga kura. Praise the name of the living God. It is a message that is coming loud and clear. Ukirudi nyuma, this is what Jesus is telling those people who are betraying and crucifying him. Ukirudi nyuma in the book of Luke chapter number 22, Yesu Kristo anasema hivi, while he came upon, and the man who was called Judas Iscariot, one of the 12, was leading them, he approached Jesus to kiss him. But Jesus asked him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? When Jesus followers saw that was going to happen, they said, Lord, should we strike with a sword? And one of them struck the servant of the high priest, cutting off his right ear. But Jesus said, no more of this. And he touched the man's ear and healed him. Watoto Mungu, nataka msikie hii. Yesu Kristo anasema wasamehe kwa sababu hawajui kile kitu watendacho. Anapotamka maneno haya, tuko na kitu moja ambacho kilikuwa kimetendeka. Muujiza wa mwisho kuufanya ni mbele ya Wayahudi. Na maana nasema kwamba walikata sikio mmoja wao wa wale ambao walikuwa wamekuja kukamata Yesu Kristo. Na Yesu kuonyesha kwamba he has the power of healing, akachukua sikio hilo akalirudisha kichwani mwa huyu aliyekuwa ameondolewa sikio. Wale wanaomuondoa sikio ni katikati ya wale tenashara, wanafunzi wa Yesu Kristo. Wamegeuka sasa, wametoka rohoni na wameingia mwilini. I talked about when somebody anapojipata mwilini, nguvu za roho zinaondoka mara moja. Na nilipokuwa nazungumza hapa, nilitamka nikasema, watu wengi ambao wamejipata wakioperate mwilini katika masuala ya inakuwa ni vigumu sana. Zile habari hana ushuhuda nazo. The Bible is quoting it clearly that time came, baada ya hiyo masaa kufika, walipokata sikio, Yesu Kristo aliyakanya. Ni kwa nini? Rohoni. Most of the church members, I want you to get this. Watu wengi ambao wametoka rohoni watapigana wenyewe kwa wenyewe. Wale watu ambao wametoka rohoni watanifanya vitu ambavyo sio vya roho. And that's why when Jesus anaporudisha ile sikio, wale waliokuwa wanatembea nao, anawaangalia wote wanavyompiga, wanavyomuangaisha, wanavyomtesa, wanaposikiliza Mungu. Ijapokuwa nilienda nikaponya mtoto wa Jairo, walisikia habari. Nilipomuinua Lazaro kutoka kaburini, walipata habari. Niliposimamisha kibunga kilichokuwa kinapeperusha maji ili boti aje awaangamize wanafunzi wangu, walipata habari. Nilienda mkutanoni, wapo na njaa, hawana chakula. Nikauliza, mpo na samaki ngapi? Mpo na mikate mingapi? Wakasema, tuko na samaki 3 hapa, tuko na mikate. Alipotaja vitu hivyo, Yesu anawaambia, wananitesa ndio, lakini nilipokuwa nayatenda mambo haya walikuwa wananiona. Haleluya, haleluya, haleluya. Time came, they saw Jesus walking on top of water. They saw it. Wanaona anamponya mtoto wa Jairo, wanaona anabadilisha maji yanakuwa divine, and they celebrated in the wedding.
The Bible says Jesus now came mbele yao akasema, Baba wasamehe kwa hawajui watendalo. Sasa nasikia Biblia inasema mtu akikulipa kofi pande hii, geuza na sehemu hii nyingine akulime kofi tena. Tuko na watu hapa kanisani hamwezi mkageuza. Tuko na watu kanisani hampo tayari kugeuza. Imagine umelima pie ngumi pande hii na kuwe akumbuke Kisii, akumbuke mtu ameshaipigana na wewe ushago. Halo, na ulikuwa umelima kofi. Unasikia anakuambia sitakuacha hivyo hivyo, wewe unanipiga. Biblia inasema, Yesu anakufunza, anasema anapokupiga huku geuza na pande hii ya pili akupige. Kila alichokuwa anasema alikidhihirisha siku ile aliyokuwa anateswa. Niliona video nyingine nilitumiwa sijui kama uliona yule Yesu. Nilitumiwa yule Yesu. Nitakuwa na post jioni. Nilikuwa nisema nimalize ibada kwanza. Yule Yesu mwenye walikuwa Yesu mwingine mwenye watu wana act. Amebeba ile mti anaenda nayo hivi. Wamemulima kufika mahali. Akairusha ile mti akaanza kuelima mateke. Hapana. Hamwezi mkamilima design hii. Akaanza kuelima. Imagine tungekuwa na Yesu kama yule mwenye niliona kwa video jana. Yaani mwenye anaweza geuka naye aseme kama ni mkono, ni mkono. Many people are going through a lot of things zenye hawajawahi rudisha mabaya kwa mabaya. I want to tell you one thing. God is going to stand for you. Kila shida unayoipitia and you feel like hakuna mtu wa kukutetea ndani ya familia, hakuna mtu wa kukutetea pale kazini, hakuna mtu wa kukutetea pale kwa biashara yako. When you are going through suffering, they come out together to fight against you. The Bible says waliinuka kinyume wakaanza kupigana na Yesu. Wale Yesu alikuwa anatamani wamtetee, wakainuka kinyume kupigana na yeye. Ndio maana nasema Petro akaangaliwa na mwanadada, akaambiwa hata huyu aliyesimama na kuketi hapa alikuwa pamoja na Yesu. Baada ya Petro kuinuka alitetea Yesu Kristo, ndio Bwana linasema, akasema hata yule unayesema sijawahi mjua, sijawahi mtambua, wacha ateseke mwenyewe. Tuko na watu ndani ya kanisa hili, watu wanasema wacha uteseke, wacha ukule uteuli wako, wacha ukule mateso yako. Nataka nikutaarifu kitu kimoja, amekufa akateseka, anazikwa, anapozikwa kufufuka kwake mateso yako itakuwa imeondokea, mateso yako itakuwa imeondolewa mbele yako. Wakati anapofufuka vitu walivyovizika watafufuka pamoja navyo katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana nasema nimewaangalia, niliwafanyia vitu vizuri hamkunijua, nilisomesha watoto wenu hamkuniona, niliwapatia pesa mkifungiwa nyumba mkafunguliwa hamkuziona, lakini leo hii mnawacha Bwana watauli ateseke. Nataka niwape taarifa, wanaowacha uteseke wacha uteseke. Msimu wa Easter anapofufuka unafufuka, anapoinuka unainuka, anapotembea unatembea, anaposonga unasonga, anapofaulu unafaulu, anaposhinda unashinda, anaposonga unasonga. Nisaidie kusema amina nzuri. Nisaidie kusema amina nzuri. Nisaidie kusema amina nzuri. Wakati Yesu alipokuwa anashindwa, marafiki zake walijitenga na yeye. Wakati anapoanza kushindwa, marafiki zake wanaanza kujitenga na wewe, wanaanza kukuita majina ya ajabu. Manake uko katika nyakati za kushindwa, uko katika nyakati za kulembewa, uko katika nyakati za madeni, uko katika nyakati za kufungiwa. Wakati uko katika nyakati hizo, watu wengi hawataki kukuwa associated na wewe. Nilikuwa nasoma Biblia inasema tajiri anao marafiki wengi, lakini masikini anakosa hata rafiki. Sikiliza mtoto wa Mungu, rafiki anakosa marafiki. Rafiki ambaye ni tajiri anapata marafiki, lakini yule mtu aliye masikini anakosa marafiki. Ni kwa nini kaenda kwa babu mpaka tajiri mmoja amekuja, wale masikini wote wanamuomba hawanunulia
shida, tuko na wakati wa kufurahi, tuko na wakati wa kila jambo, tuko na wakati wa kulala chini na wakati wa kuinuka, tuko na wakati wa kujikwaa, tuko na wakati wa kujipanguza tuanze kutembea. Inahisi masaa imefika ya kuanza kujipanguza na kutembea. Masaa imefika ya kuanza kujipanguza na kutembea. Waliotuangusha chini wanatoka ndio, lakini sikilizeni, Mungu sio kama mwanadamu. Haleluya, haleluya.